kwamba wewe toka asubuhi basi umetoka. Wewe mimi fika saa ngapi pale? Saa mimi pale fika saa ngapi? Milioni miogo. Hapo siri ya ujero tunakwenda yetu. Mimi na familia nimeoa shehe. Wewe washikaji 80 kidogo jamaa. Mambo vipi? Habari zenu bwana. 80 sana bwana, nilikuwa naomba kidogo kuzungumza na nyinyi kidogo. Najua mna stories zenu na mko na mambo yenu. Lakini naomba kidogo kuongea na nyinyi kidogo. Karibu sana, karibu sana. Asanteni sana. Bwana watazamaji wangu wa Akili Mingi TZ, Akili Mingi Media. Bwana nipo mtaa fulani huku pande za Moro. Nimekutana na washikaji wanapiga story zao, lakini nimewaomba kupiga nao story kidogo. Kama kawaida unanitambua WO Akili Mingi. Kwa hiyo washikaji, ndio. Bwana mimi kwanza niombe radhi kidogo kwa sababu nimewakatisha story zenu, mlikuwa mna story zenu, lakini sisi ni channel yetu inaitwa Akili Mingi, Akili Mingi Media. Inapatikana katika online TV, ipo YouTube, tupo Facebook, tupo TikTok na tupo Instagram. Kwa hiyo tunaongea na washikaji kama hivi tukiwakuta, iwe sehemu ya kazi au sehemu ya kijiwe kama hivi mlivyokaa. Baada ya kazi mmekaa na mnabadilishana mawazo. Kwa hiyo tunaomba kwanza utambulisho wa kila mmoja. Tuone wale watazamaji wetu kule waweze kutambua wewe ni nani, unafanya shughuli gani na unapatikana eneo gani. Sawa sawa. Kwa hiyo tunaanza na brother hapa. Samahani sana. Karibu. Kwa majina naitwa Musa. Bali maarufu sana napenda kuniita Kamanda. Kazi yangu mimi ni fundi umeme. Niko Mkundi, napatikana Mkundi Sheli hapo. Ukifika ukilisema tu Kamanda, boda boda yoyote hapo ukisema Kamanda, napatikana hapa Sheli, mimi nipo muda wote napatikana hapa bwana. Bwana ni Kamanda Mkundi Sheli kama kawaida ulivyomfahamu hapa, mwenyewe ameshajitambulisha na shughuli yake ndio hizo. Bwana blaza hapo. Mimi naitwa Isa Makalindile Morogoro Mkundi Sheli. Kazi yangu ni fundi umeme. Unaona kama saizi hapa nimeshika vifaa, nimetoka kazini kabisa hapa. Na bwanangu anazana kabisa, mshikaji anazana kabisa, katoka zake job nini, wametulia maskani wana discuss siku itaishaje na siku itaanzaje. Blaza kaka mkubwa. Bwana samahani, na wewe? Naitwa Said Yusuf Manja, maarufu kwa jina la Nkokonde. Niko hapa mimi dalali yangu. Pia hapa ukitaka kiwanja, sio chumba cha kupanga, nyumba kununua na kadhalika. Yaani dalali, hata ukiwa redio yako, simu mimi naleta hapa tunauza. Bwana huyu jamani dalali huyu. Na madalali wana mambo mengi hawa. Wanadalalia mpaka vitu vingine. Bwana tutamuuliza lakini baadaye maswali kidogo. Sawa. Bwana poa. Sasa jamani, mimi hapa tunapokuwa tunakutana na watu kama hivi, hasa kama nyinyi mafundi umeme na ndugu yangu pale brother yeye dalali, tunazungumza kidogo na nyinyi, lakini mwisho wa siku tunakuwa na maswali yetu mawili tu. Katika maswali hayo unaweza ukajibu kama unalo jibu, lakini kama huna jibu unaweza ukasema sina jibu. Sawa. Kwa hiyo mimi naomba kwa ridhaa yenu muweze kuniruhusu niwaulize maswali hayo baada ya kujitambulisha. Uliza maswali. Asanteni sana. Mimi nauliza kwa mfano, hivi ni kwa nini oda kubwa hotelini ni supu chapati mbili? Kutokana na hali ya maisha yetu tuliokuwa nayo, wengi ni maisha yetu ni hali ya chini. Kwa hiyo nikifika pale hotelini lazima nitaagiza supu yangu ya 500 ama shilingi 1000 na chapati zangu mbili. Finishing hapo nimefanyaje? Nimemaliza, sina kingine cha kuagiza. Kutokana na hali ya maisha wengi tuliokuwa nayo ni maisha ya kawaida. Hatuna maisha blaza. Bwana mtazamaji wangu, umemsikia mshikaji hapa ameeleza na amejibu yeye. Bwana brother hapo unajibu linatofautiana na ile au ndio ukakujibia? Ninajibu. Mimi naona chapati supu ni kitu rahisi sana ukipata wakati wa asubuhi, kwa sababu ni kitu laini, kifungua kinywa. Asante. Sasa swali langu hujalijibu bado, japokuwa umekubali kwenye eneo la supu kwamba sawa, supu ni kitu rahisi, lakini kwa nini ni supu chapati mbili ndio oda kubwa hotelini? Hapo ni kutokana na hali halisi ya mfumo wa maisha yetu, si watu wa chini lazima upate supu ya 500 na chapati mbili. Asante sana kaka. Brother mkubwa, kaka mkubwa, mzee mwenyewe wa udalali. Tuko pilipili nyingi hapa. Sasa ni hivi, asilimia kubwa. Ndio. Hata wenyewe wauzaji utasikia supu 2000 na chapati. Ya maana kwamba ukiuza chapati mbili. Maana yake unaweza kaenda pale unauza bei ya supu na kwamba supu na chapati 2500. Ina maana katika hesabu hiyo ina maana supu buku jelo, chapati mbili buku. Umeelewa hapo? Kwa hiyo asilimia kubwa. Sasa hata hapo ukija kuangalia na 25 na 2 kuongeza kwamba weka 4 au ngapi na kwa ngumu. Asante sana ndugu mtazamaji, umesikia jamaa wamejibu vizuri, lakini wamejibu kulingana na uhalisia ni kwamba kama wote wamejibu jibu moja. Lakini tunaenda swali la pili sasa. Ndugu zangu, ili niwaache muendelee na stori zenu na mimi niendelee na safari yangu, bado naenda kukutana na wadau wengine huko kwa ajili ya kuwahoji maswali mawili matatu nao. Swali langu la pili, hivi ikitokea siku umemfumania mpenzi wako, kitu gani ambacho utakifanya cha kwanza kabisa utakachokifanya ni kitu gani?
Swali ni zuri. Nimemfumania akiwa na mwanaume? Yeah. Akiwa na mwanaume. Cha kwanza nitachokifanya mimi nitamkamata mwanaume mwenzangu. Nikisha mkamata mwanaume mwenzangu nitamhoji maswali mawili matatu kama kwa mfano. Basi cha kwanza tunilisaka. Umesema kuwa cha kwanza utamkamata mwanaume mwenzangu. Nitamkamata mwanaume mwenzangu. Mengine nitamalizana naye mimi kama mimi. Yeye cha kwanza nitamkamata yeye. Bwana ndugu wangu mtazamaji, hicho cha pili na cha tatu hatutaki kujua. Iko cha kwanza tu alichosema kwamba atamkamata mshikaji, atamkamata mwanaume mwenzake, atadili naye kwanza mwanaume mwenzake. Hicho tu ndo tulichotaka sisi, cha kwanza atakachokifanya ni nini na ameshatuambia. Bwana brother, hapo vipi wewe ikitokea hivyo nini shemeji mamla gani nini ndio ukamkuta nini alafu cha kwanza utakachokifanya ni nini? Anajua hapo watu ya kwanza ndugu yangu ni kwanza kulia tu, hamna kingine hapo, ni kulia tu. Bwana jamaa katisha sana. Bwana kaka mkubwa kule. Bwana mimi ninachokielewa bwana. Yeah. Kwamba kwanza mchumba afumaniwe. Mpenzi. Kwa sababu unaweza kukuta wewe unajua unamfumania kumbe naye anakufumania yeye. Kwa sababu mke sawa. Sasa wewe nimeshajihalalisha kwa wazazi. Na nielewa vizuri Tunamaanisha mke kabisa, ni mara ya kwenda kumfumania ni mpaka una mamlaka hii. Ukishamfumania mke ni tiketi namba 1 kwa sababu hata kwenye vitabu wachasema. Katika vitu ambavyo vinaweza kusababisha mke mpe talaka, vitu vitatu: kufumania, apendi ndugu, akuhudumie vizuri. Cha kwanza utakachokifanya ni kipi? Kuachana naye. Ndugu zangu, watazamaji wenzangu, watazamaji wangu wa Akili Mingi Media na ndugu zangu, leo nimepita maeneo fulani ya Moro huku nikakutana nao. Kunaitwaje? Huko Mkundi. Huko pilipili nyingi hapa. Bwana umesikia? Kama hujui. Hapa kunaitwa Mkundi pilipili nyingi. Mkundi Sheli. Mkundi Sheli pilipili nyingi. Kijua hiki ni pilipili nyingi lakini sijaziona, ila watanionyesha wenyeji wangu kwa sababu bado nipo. Kwa hiyo huku ndio nimewakuta mabwana ambao wameshajitambulisha kwako na wameeleza shughuli zao na pia tumeongea, tumepiga story. Nawashukuru sana, pamoja na kuwa walikuwa na story zao bado walikubali kunisikiliza na nimezungumza nao. Kwa hiyo niwakaribishe sana, muendelee kutufuatilia. YouTube channel yetu ni Akili Mingi Media. Kumbuka kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili tuendelee kujenga familia kubwa kabisa. Na kwa upande wa Facebook andika Akili Mingi TZ utatupata. Tuendelee kutufuatilia ili tuwe wakubwa kabisa, tuwe wengi zaidi na hatimaye tuweze kushare mambo mengi. Baada ya hayo mimi ni waage ndugu zangu, jamani, asanteni sana, nashukuru sana kwa ushirikiano wenu. Asanteni sana. Karibu sana. Okay, poa poa. Karibu sana brother. Asanteni.